Karibu sana katika somo letu la siku ya leo. Natamani sana nikuelezee kuhusu kitu kinaitwa sources of funding, vyanzo vya mtaji. Yaani unapata wapi mtaji kwenye biashara yako yoyote ile ambayo wewe umeamua kuifanya. Haya, sasa tuone. Kuna vyanzo ambavyo kabla ya biashara yako kuanza kukuingizia chochote, yani haijaanza kuzalisha, na vyanzo vya mtaji ikiwa biashara yako tayari imeshaanza kuzalisha. Alafu kuna vyanzo ambavyo unavitumia kupata mtaji ukiwa unataka kukua, source of fund before making profit. Hapa wataalamu tunashauri ya kwamba lazima uanze na mtaji wako mwenyewe, yani personal saving. Kwa mfano biashara yako ina cost 800,000, lazima usevu angalau 500,000, 300,000 una sevu kama mtaji wako binafsi. Mimi ninachoamini kwamba kama wewe mwenyewe hauiamini biashara yako, hautaweza kuinvest, ila kama wewe biashara yako unaiamini, unaweza ukainvest. At the end of the day, si mambo yanakuwa boom boom. Haya, namba 2 inaitwa bootstrapping. Hii wanashauri kwamba au inazuni ni chanzo cha mtaji unaotokana na vitu ulivyo navyo. Kwa mfano, labda mimi cost ilikuwa 800,000, nikawa nimesave 500,000, difference ni 300,000. Lakini kwenye bootstrapping hapa hivi nikaanza kusema kwamba mimi nina simu. Badala ya kutumia ofisi, nikatumia simu kuwatafuta wateja na kuwafikia wateja. Na lengo la kuwa na ofisi sehemu yoyote, lengo lake kubwa ni kwamba wateja waje kwako. Lakini ukiwa na simu, mnaweza mkakutana aidha kwa kupigiana simu au wewe kuwafuata. La sivyo, au wewe pale nyumbani kwako kuna sehemu ya kufanyia kazi, basi unaweza ukaanzia hata nyumbani. Ndiyo maana ya kufanya bootstrapping. Ina maana kwamba hautumii hela, ila unatumia kile ulicho nacho kuweza kufanikisha jambo lako. Pia nyingine, njia sahihi, chanzo sahihi cha kupata ni family and friends, familia na marafiki. Ina maana ni kama mfano unataka kuanzisha biashara fulani, aidha biashara ya kilimo, unamwambia bwana, mwaka huu mimi nimepeleza mbegu kiasi fulani, ndugu yako anakusaidia au rafiki yako anakusaidia, hatimaye unaanzisha mtaji wako, unapata mtaji wa kuanzisha biashara yako. Lakini kingine, sasa hizi ni vyanzo vya mtaji ukiwa tayari sasa umeshaanza kuzalisha. Ya kwanza ni customer funded business. Customer funded business hii inakuwa kwamba wateja wanalipa kabla ama baada ya wao kuwafikia mzigo wao. Hii ni most very technical strategy. Ukitumia utafanya biashara vizuri. Mfano wa customer funded business strategy ni kama hii. Unafanya pre-order, hauna hela, ili unawaambia wateja watoe hela ili wewe wazalishie mzigo wao. Au unaweza kufanya kitu kinaitwa prepayment, wanalipia kabla hawajapokea. Pia unaweza ukafanya deposit au inaitwa subscription. Mfano kama wewe una jamaa zako pale Kariakoo, basi ukitumia njia ya subscription, ina maana kwamba tayari umesha exist kwenye business, umeshafahamiana nao. Ina maana kwamba unaweza kuwa unachukua material, mwisho wa mwezi unawalipa. Hiyo ndio inaitwa subscription, unawalipa mwisho wa mwezi. Lakini njia ya pili inaitwa reinvestment. Ilikuwa ya kwanza ni customer funded, ya pili ni reinvestment. Reinvestment hapa inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba unachokipata usikitumie chote, kirudishe. Njia ya pili, ya tatu hapa ni strategic partnership. Hapa kwenye strategic partnership kuna vitu vizuri sana, mtanishukuru baadaye. Ina maana kwamba unamtafuta mtu, yeye partners wako hapa ataofa kitu kinaitwa capital pamoja na equipment, lakini wewe utamuofa kitu kinaitwa skills utakazokuwa nazo na presence yako pale, uwepo wako.
yaani process wako pale kwenye biashara itamfanya mkicombine, mnaelewana. Yaani ni kwamba unamtafuta jamaa na mwambia bana, mimi na biashara yangu hii na ujuzi wangu huu, ninachoomba nipatie mashine, at the end of the day kitakachopatikana kitagawana, na naamini nimefanya kwa muda huu na huu, mapato yake yako hivi na hivi. Ukimshawishi hivyo, mtu anaweza akakupa akawa chanzo cha mapato cha mtaji wako, at the end of the day biashara inakuwa, vitu kama hivyo. Lakini nyingine hapa ni growth. Sasa unapokuwa ndipo utatumia vyanzo hivi hapa. Ukishaanza kukua ndio unashauriwa utumie microfinance na SACCOS, benki na vitu mfano. Lakini cha kuzingatia kwenye mkopo, unapochukua mkopo wako kwenye rejesho au kwenye rejesho lako, uhakikishe labda kama mwisho wa mwezi unarudisha 200,000, hakikisha kwamba hiyo 200,000 unaizidisha mara 1.5. Mfano kama mimi nitakuwa nirudisha 300,000, ila nitakachokizalisha ndani ya mwezi angalau kiwe 4,50,000, 4,50,000, ili 300,000 nirudishe, baki hiyo hiyo. Ukiona hivyo kama biashara yako haiwezi kuzalishia 1.5, sitisha mkopo, rudi kwenye stage ya pili ya kwanza, kitu kama hicho. Lakini unaweza kaenda pia, watu wa microfinance wanachoangaliaga sana ni mambo ya cash flow na uwezekano wewe kulilipa hilo deni ambalo watakukopesha. Ukija kwa watu wa benki hapa hivyo hivyo, lakini kwenye benki watahitaji financial record, pia wanahitaji vitu kama collateral na vitu vingine. Kwa hiyo kiufupi, hii ndiyo structure. Ushauri wangu sasa, kama wewe unaanza biashara, tumia hizi vyanzo vya mapato, hivi vitakusaidia sana. Lakini pia wewe kama biashara yako imeshaanza kukuingizia, endelea kutumia hivi hapa, vitakusaidia kufanya wewe uwe ni mtu mzima, au uko kwenye game umeshaanza kuzalisha, ndio natumia hii hapa. Lakini sasa ukishataka ukue sasa, unaona kwamba unaweza kukopa sasa kule benki na vitu vingine, ni kitu kama hicho tu, ni simple. Asanteni sana kwa kusikiliza.